Kwanza mimi katika uzoefu wangu wa miaka yote hii nikikaa nikiangalia tu setup hii watu waliopo hapa na tukijiuliza ni watu wangapi duniani kati ya bara hapa Tanzania na Afrika wanafuatilia tuko hiyo. Unapata jibu la kwanza. Hii ni brand kubwa sana. Na nikwambie mtu wote tunafahamu katika biashara yoyote ile hakuna kazi kama kujenga brand, kuisimamisha, kuweka position yake, alafu kuilinda. Kwanza ijenge ipate tija, alafu uilinde. Ijiendeshe kwa muda mrefu. Sasa kuongea maneno mengi sana. Wote tunafahamu bila kutoa mfano wa klabu nyingine au kuzungumzia soka letu kwa ujumla. Hata Engineer Hersi alipoanza kuzungumza hapa anasema mara ya kwanza katika kuingizwa ndani ilikuwa mwaka 2020 kule ile Harambee. Mpogai wakamwomba mpe nafasi. Pale Yanga ilikuwa brand ile ona leo hii hapa. Leo Yanga ni brand kubwa, si tu Tanzania, si tu Afrika. Na reflection ya kwanza unaiona katika muda mchache tunamwona Hersi anaibukia ASA na sasa anaibukia FIFA. Tunazungumza yote utaki ustake ni kile ambacho ni kutokana na reflection ambayo Yanga imeweka kwenye ulimwengu wa soka kama brand, kama bidhaa au kama chapa. Na sisi ambao tuko katika hizi industry zetu hizi tunafahamu jinsi gani ilivyo kwa kazi ngumu kujenga brand, iheshimike, ikubalike, alafu ianze kupendwa. Si tu ipendwe kwa mazoea. Ipendwe hata na wale wengine ambao hutaki kuipenda, hata watu wengine ambao tunasema the emerging markets, hata wale watoto wadogo na watu wengine wanaibukia sasa hivi. Leo hii tukiwa tunaangalia kwenye mashindano mbalimbali kwa shughuli mbalimbali za klabu ya Yanga, ni taswira ambayo sisi watu wazima wa miaka ya nyuma pia kuiona. Utaona kuna kila aina ya watu. Umri tofauti, jinsia tofauti, matabaka tofauti. Yaani wote wanafurahia, wa kike, wa kiume, wa mama, wa kila aina utaona katika harakati za kufurahia Yanga. Hii maana yake hii brand imekuwa, brand inaheshimika. Na brand sasa imesimama. Actually mimi nilikuwa natamani kabla sijazungumza haya, baki nimemsikiza Hersi kwa makini, lakini hata kuna kimoja angalau nitamani akiseme. Kwa sababu amezungumzia ile plan wamepewa, wamefanya nini. Yale yote mambo ukimsikiliza kwa makini, yalikuwa analenga kuleta kujenga klabu fulani inayofanya vizuri kwenye mashindano ipate heshima na vitu kama hivyo kwa kuwini makombe. Nilimuuliza swali moja hapa akaniambia vision yetu sisi kubwa ni makombe tu bwana. Lakini nilikuwa natamani hata wakati nazungumza Hersi angalau angegusia kidogo ni walifanyaje katika mbinu za kibiashara madhubuti kabisa kuisimamisha hii chapa hapa iliposimama na kuwa na heshima hii. Leo hii amezungumzia kuhusiana na Harambee. Kabla ya Harambee tulikuwa tunasema bakuli linapita. Kabla ya bakuli zilikuwa zinapigwa ngumi klabuni. Mikutano imekuwa kwenda na FFU kuliko hata wanachama wanaohudhuria mikutano. Kesi mahakamani zilikuwa haziishi. Makomando wamechukua timu. Wachezaji hawataki kuja. Timu inashindwa kuanza kuingia kambini kwa sababu hawana fedha za kuingia kambini. Lakini si hayo tu. Katikati ya mashindano timu inapoteana. Yaani mambo yalikuwa ni mengi ya kila namna. Mambo kama yale kuyaondoa katika muda mfupi namna hii. Mambo kama yale ndio hata kama siku moja hayawezi kuifanya chapa ikaonekana kama ni bidhaa inayofaa kibiashara yenye heshima na hadhi kama. Lakini Engineer Hersi ameongea vitu vingi hapa. Na mimi niseme tu kimoja. Hakika niseme hii heshima kubwa aliyoipata kwa sababu chapa inaonekana. Achilia mbali makombe, yake ameshinda makombe miaka mingi kabla ya miaka 4. Amefanya vizuri sana miaka hiyo kabla ya miaka 4. Lakini chapa kama chapa imesimamaje? Katika unapozungumzia position yake katika ulimwengu wa soka. Kwa dunia nzima wala sio Afrika na Tanzania. Utaiona Yanga ndio maana Hersi yuko FIFA. Hiki ni kielezo tosha tu. Kwa hiyo hata kabla ya kuzungumza mazungumzo haya bwana Hersi nikashukuru sana kidogo tupitishe kidogo wenyewe. Lakini la pili Hersi leo ukitazama Yanga kweli kuna wengine watasema lakini watu wengine bado na niwe kweli mimi nilipotoka huko. Wengi mnajua mimi niko huko kwingine lakini kiukweli nikisimama leo nikitazama Yanga ile hali ya uhasimu sioni, nasikia raha, nasikia furaha na jivunia. Achilia mbali mimi ni Simba kindakindaka wala sikumwona maneno. Na najulikana. Rafiki yangu wa Simba anajua mimi Simba mpaka ndani nishakuwa nao. Shasafiri sana Simba ndani na nje. Lakini leo nikitazama Yanga as a brand nikili kusema sidhani hata sio kwa ubaya kabisa. Sioni kama kuna brand nzuri katika eneo la soka Tanzania kama hapo kwa sababu sasa unazungumzia timu ambayo inatumia billions kusajili. Timu ambayo inaweza kutumia dola 300 kusajili mchezaji mpaka dola 400 Afrika muuza dola mpaka milioni 1 ikiamua. That is a super brand. Kwa hiyo thamani imepanda kwa asilimia kubwa sana. Siwezi kuikadiria lakini itosha kusema kwamba brand ya Yanga leo hii tumekaa hapa tunazungumzia Hersi
brand ya Yanga inaonekana FIFA. Si tu Afrika na Tanzania kwa ujumla. Bali inaonekana FIFA na ndio mahesi iko hapa. Tuko naye hapa na habari hizo.